Leo hii kubeti imekuwa jambo la kawaida sana na watu wengi hasa vijana wanabeti. Lakini ukiongelea miaka ya nyuma kidogo, ilikuwa ngumu kumwona mtu anajihusisha na kamari au kubeti, na watu wachache sana walikuwa wanafanya vitendo kama hivyo. Lakini baada ya hii michezo ya kubeti kuhusianishwa na mechi za mipira na michezo mbalimbali, basi hili jambo limekuwa jambo la kawaida sana. Kumekuwa na upatikanaji mrahisi sana wa kubeti au maeneo ya kubetia, ikiwemo hata kwenye simu. Lakini swali kubwa linabaki ya kwamba je, kubeti ni dhambi? Na neno la Mungu linatuambia nini juu ya kubeti? Katika video hii tunaenda kuangazia jambo hilo, na ikiwa ulikuwa bado haujasubscribe, basi gusa subscribe hapa chini, kisha gusa alama ya kengele kuhakikisha kwamba unapata video zote pale tunapozoweka katika channel yetu. Kamari ni jambo ambalo linajadiliwa sana, hasa unapokuja katika masuala ya kiroho na kimaadili. Lakini kabla hatujaendelea, hebu tuangalie mambo ya muhimu sana katika Biblia juu ya masuala ya kifedha. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 6 fungu la 10, neno la Mungu limeandikwa, maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Neno la Mungu linaeleza ya kwamba shina la mabaya yote ni tamaa. Lakini Mithali 13 fungu la 11 pia imeandikwa, mali inayopatikana kwa haraka itapunguka, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Mwisho kabisa, katika kitabu cha Mithali 14 fungu la 23, neno la Mungu pia limeandikwa, katika kila kazi mna faida, bali maneno ya midomo huleta hasara tu. Watu wengine wamekuwa wakifananisha kucheza kamari au betting na kule ambako kulielekezwa katika Biblia kupiga kura. Katika kitabu cha Yoshua 18 fungu la 10, neno la Mungu limeandikwa, kisha Yoshua akapiga kura kwa ajili yao hapo mbele za Bwana katika Shilo. Huko Yoshua akawagawanyia wana wa Israeli hiyo nchi sawasawa na mafungu yao, nchi ya Benjamin. Yaani kipindi hicho cha zamani, wakati wa wana wa Israel, ilikuwa wakati mwingine Mungu anatoa maelekezo ya kwamba inabidi kura zifanyike ili mtu fulani au watu fulani waende kupigana, au watu fulani wapewe kitu fulani, au watu fulani wafanye kitu fulani. Sasa watu wanachanganya hiyo na kwamba betting ilianzia maeneo hayo, jambo lisilo sahihi kabisa, kwa sababu haya yalikuwa ni maelekezo ya Mungu ambayo ameyaeleza kwa ajili ya kazi maalum ya hao watu au watu fulani waliokuwa wanachaguliwa kwa ajili ya hiyo kazi au lengo hilo ambalo Mungu amelitoa. Mfano mzuri wa watu waliowahi kucheza kamari katika Biblia ni askari waliopigania au walioipigia kura ile nguo ya Yesu pale msalabani Yesu aliposulubiwa. Na hili tunalipata katika Mathayo 27 fungu la 35. Walipokwisha kumsulubisha, waligawa mavazi yake wakipiga kura, ili litimie neno lililonenwa na nabii, waligawa nguo zangu kati yao, na juu ya vazi langu walipiga kura. Kuna mambo kadhaa ambayo huenda hatufahamu juu ya kamari. Kwanza, kamari inategemea hasara ya mtu mwingine ili mtu mwingine aweze kufaidika. Kwa hiyo inamuumiza mtu mwingine ili huyu mtu mwingine aweze kufaidika, jambo ambalo Mungu hataki kabisa. Lakini pia kasino, betting na kamari kwa aina zake inachochea tamaa ya fedha, uraibu, lakini pia na uharibifu wa fedha. Kwa wastani tu inaonyesha michezo ya bahati nasibu inawachochea maskini zaidi kuhudhuria, na wao hutumia zaidi ya 13 hadi 30 ya kipato chao, ukifananishwa na matajiri ambao wao wanatumia kiasi kidogo sana, 1 hadi 10 tu ya kipato chao. Kwa hiyo kuwafanya maskini waendelee kuwa maskini sana. Kwa hakika tamaa huchochea uangamifu, na mtu anayejihusisha na betting na ubashiri kwa kweli hawezi kufanya kazi kwa bidii, kwa sababu yeye anaamini katika kile ambacho anadhani kitampatia pesa, hata pasipo kufanya kazi kwa bidii, pasipo kushughulika
kwa bidii. Tofauti kabisa na maagizo ya Mungu katika kitabu cha Mwanzo ambapo anampatia maagizo mwanadamu ya kufanya kazi kwa bidii. Kwa hakika wafuasi wa Kristo wanatakiwa wawe na furaha na wawe na kuridhika na sio tofauti na hivyo. Sasa mtu anapojihusisha na betting na kuwa na mtiririko wa fedha kwa urahisi, fedha hizo zinaisha kwa haraka sana na kwa matumizi mengi ambayo yanasikitisha. Na hili linawafanya wanaojihusisha waendelee kuwa waraibu na kujiingiza sana katika vitendo hivyo. Shetani anafahamu vizuri ya kwamba watu watakapojihusisha na kazi kwa bidii na kujikita katika kupambana kufanya kazi kwa bidii muda wao mwingi, watajisogeza karibu sana na Mungu. Kwa hiyo ametengeneza ubunifu wa mbinu tofauti za kuwafanya watu wadhani kwamba wanaweza kupata fedha kwa haraka na wasijikite katika kufanya kazi kwa bidii. Kwa hiyo kuwaongoza watu katika kuendekeza burudani hizi. Wanaume na wanawake huwekeza pesa nyingi sana katika michezo hii na katika burudani hizi, na kwa hakika uwezo mkubwa ambao Mungu ameuweka kwao huafifishwa na kutokutumika kabisa. Uwezo ambao umenunuliwa kwa damu ya thamani sana na Yesu ameuweka katika fikra zao kufikiria juu ya mambo makubwa zaidi, unaafifishwa kwa kuendelea na kuendekeza michezo ya ubashiri tu. Kwa hiyo mtu anakuwa wa kawaida asiyeweza kufikiri zaidi nje zaidi ya kile ambacho anakifikiri hapo. Kiujumla ni kwamba betting na kamari inachochea sana tamaa ya fedha, lakini pia inawafanya watu waendekeze au wafikirie zaidi kupata bahati na kuliko kumtegemea Mungu, jambo ambalo Mungu hapendi kabisa katika maisha ya watu wake. Watu wa Mungu wanahimizwa kufanya kazi kwa bidii sana na kwa furaha na sio kutegemea bahati bali kumtegemea Mungu. Ikiwa una wazo lolote juu ya betting, juu ya kamari, unaweza ukaniandikia hapa chini katika comment nione nini ambacho unakifikiria. Asante kwa kuangalia video hii, na kama umeangalia mpaka mwisho, basi wewe ni mwanafamilia kweli kweli wa Tosi TV Network. Usisahau kushare na kusubscribe channel hii ili watu wengine waweze kubarikiwa. Mungu akubariki sana.